Huyu mwamba yeye alikuwa ni askari polisi, lakini alikutana na nyoka kwenye chumba cha dada. Sikiliza mpaka mwisho. Hapa juzi kati, kwa wale mnaojiuliza visa huwa navipata wapi? Visa huwa natumiwa, kwa mfano, kifungua, kuna namba yangu iko wazi tu kwenye profile hapo. Kama una kisa unaweza kunitafuta au unakuja DM. Mfano kama hiki kisa cha huyu polisi, mambo yaliyomkuta kwenye chumba cha huyu dada. Unaishi kwenye nyumba ya kupanga. Sikiliza mpaka mwisho hiki kisa, kuna kitu utajifunza kwenye maisha ambacho kitakusaidia. Inawezekana unakwama au unaota vibaya au matatizo yanayokusibu kwenye maisha yako yanatokana hiki kisa kinaweza kikakusaidia kwenye maisha yako. Jamaa alinitafuta DM, nikampatia namba ili tuweze kuwasiliana nisimulie kisa, maana aliniambia ana story. Baada ya kuwasiliana naye akaniambia kwamba akanitumia ujumbe wa message hapa kwamba kuna rafiki yangu aliwahi kukutana na kisa kimoja, yeye ndo atusimulie. Mimi nikamwambia kwamba naomba muhusika mwenyewe siku akipatikana ndo nitafute, niko tayari kuwasikiliza nisimulie. Mungu si Asmani, kweli muhusika akapatikana. Tukaongea naye na yeye akanifuatilia kunisikiliza, akawa na shauku ya kuona kisa chake tunashare, kuna vitu watu watajifunza. Ndio hivi hapa tuliwasiliana naye kwa muda mrefu sana. Na kumuuliza mambo mengi, aliongea mambo mengi japo siwezi kuyazungumza yote. Huyu jamaa anasema kwamba yeye alikuwa ni askari polisi, lakini aliasilika na madawa ya kulevya hadi alifukuzwa kazi. Ilikuwaje mpaka hadi kamtokea hivyo? Huyu bwana anasema yeye alikuwa anatumia hela nyingi sana kwenye masuala ya ulevi. Rafiki zake wakawa wanamshauri kwamba kama unakunywa pombe kiasi hicho na unatumia hela nyingi hivyo, kuna njia nyingine ambayo unaweza kutumia ili kuokoa gharama za hela. Jamaa anasema kwamba aliuliza ni kitu gani, wakamwambia kwamba ni kutumia madawa ya kulevya. Kama pombe unatumia 30,000 kwa siku, lakini kwenye madawa ya kulevya unaweza kutumia 3,000, 5,000. Jamaa anasema kweli, na yeye akaona ni poa, akaingia kwenye huo msururu, akaanza kujaribisha kutumia madawa ya kulevya. Mara kidogo kidogo anaonja, lakini akaona kwamba kwenye madawa ya kulevya anapata steam vizuri na anapata steam kwa gharama ndogo. Jamaa akajiingiza kwenye madawa ya kulevya. Anasema aliathirika sana mpaka hadi akawa teja. Ni mtu ambaye hadi anasinzia alipokaa au alivyosimama. Alifika hatua hadi akawa anajidunga na sindano. Maisha yake yakawa hivyo, yakamharibia kazi. Kule kazini mara kadhaa walikaa naye kumshauri namna ya jinsi ya kufanya ili yeye aweze kujiokoa na maisha yake. Wamekaa vikao vya hapa na pale, lakini ilishindikana yeye kuacha madawa ya kulevya. Ameishi akiwa anatumia madawa ya kulevya hivyo mpaka amepoteza kazi. Hela aliyokuwa anaipata kidogo kutoka kazini ndio hiyo aliyokuwa anaenda kutumia madawa ya kulevya. Baada ya utendaji kazi kushuka kule, na yeye akawa ameshatimliwa kule kazini, kwa hiyo akawa hana sehemu yoyote ya kupata kipato. Akaingia kwenye makundi ya uhalifu pamoja na wenzake. Wakawa wanaiba, wanakaba. Mara kadhaa amepigwa, amelala ndani. Anasema aliharibu ulevi ukawa umeharibu maisha yake. Siku zimeenda, miaka imekatika akiwa anaishi maisha hayo. Sasa pale mtaani kwao kulikuwa na dada mmoja ambaye alikuwa anamiliki baa. Yule dada alikuwa anakaa peke yake. Mara kadhaa wao walikuwa wakimuona toka kazini anaenda nyumbani kwake. Anamiliki usafiri, maisha yake yako vizuri. Biashara yake inaenda, baa yake inajaza. Wao wakaamini kabisa kwamba nyumbani kwake wakienda watapata hela za kutosha. Sasa jamaa anasema kwamba walitumia kama mwezi mzima kumchora yule dada. Anatoka, anarudi, wanachora movement zake zote. Mwisho wa siku wakaitia kiganjani kwake. Yeye na rafiki yake, siku hiyo ilikuwa ni majira ya mchana. Waliona muda wa kuingia kwa yule dada ni mchana, kwa sababu pale anapokaa amepanga chumba na sebure, na pale anapokaa kuna wapangaji wengine pembeni. Kwa nao walichora movement zao. Wakagundua kuna siku ya Jumapili yule dada huwa anawahi kutoka pale nyumbani kwake, na wale wengine huwa wanaenda kanisani na wafanyakazi wao pamoja na watoto wao wote. Kwa hiyo pale panabaki hapana mtu. Asema siku hiyo wakachola movement nzima. Yule dada ametoka, wengine wale wametoka kwenda kanisani. Wao wakabadili, yeye na rafiki yake. Ikabidi yeye aruke ukuta aingie ndani, rafiki yake abaki nje aendelee kuchola michoro. Sasa jamaa anasema kwamba siku hiyo kweli akafanikiwa akaingia. Kwa hiyo mwamba amesema kwamba makufuri haya yanayokaa mlangoni, yeye hata kwa kidole tu anafungua. Akitikisa tu kufuri mara moja mara mbili, kufuri analifungua. Kila aina ya kufuri, ni baadhi ya makufuri ambayo huwa yanamsumbua. Kwa hiyo mwamba anasema kwamba siku hiyo yeye ameingia kule ndani, alivyoingia kule akashikwa na tamaa. Kuna vitu vilikuwa nje, akaanza kukusanya. Kuna milango mingine ya wapangaji wengine. Akasema kwamba yeye kule akajishauri peke yake tu kwamba nianze mlango wa kwanza wa pili. Chumba cha yule dada kilikuwa ni cha 3. Akasema aanze mlango wa kwanza wa pili, kisha ataenda kumalizia kwa yule dada. Anasema akafungua, akabomoa milango mingine, akaingia akachukua vya kuchukua, ukafuata mwisho ukafuata ule mlango wa huyo dada ambaye walikuwa wamemlia target. Anasema akafanikiwa kubomoa. Alivyobomoa ule mlango akaingia ndani. Alivikuta vitu vya thamani tu pale sebreni, akavichukua na baadhi ya vichenji vilivyokuwepo pale akavichukua. Sasa ikafika zamu ya kutaka kuingia chumbani. Kufungua pazia akakuta yule dada kwenye ule mlango wa chumbani amefunga makufuri mawili. Kuna kitasa na komeo. Kwenye lile komeo ndo kuna kufuri 2. Anasema yeye akasema mambo si ndo haya. Huku lazima kuna mzigo wa kutosha. Mwamba anasema kwamba makufuri akacheza nayo akafungua. Kitasa akacheza nacho kikamhangaisha akafanikiwa kukifungua. Sasa alivyofungua tu mlango hivi, kule chumbani kulikuwa hakuna kitu. Ila kwenye kona moja ndo kulikuwa kunaonekana kumefunikwa shuka jeupe. Yeye akashtuka tu. Mbona hiki chumba hakina kitu? Na maana huyu dada au anataka kuhama. Anasema akili yake kwa haraka ikamtuma kwamba huyu itakuwa amefungua kitanda tayari ameshakibeba anahamia sehemu nyingine. Sasa kule alikofunika amefunika kitu gani? Ngoja niende nikaangalie kutakuwa kuna nini. Anasema kweli akazama kule chumbani, hakuna kitu, ni chumba self kinacho nini? Hakuna kitu. Yeye akazama akili yake ilifocus bila kuangalia kulia na kushoto. Ilikuwa imefocus kwenda kwenye
kwenye ile kona. Alivyofika kwenye ile kona kufunua, alikuta kwenye ndoo kuna hela zimejaa. Lakini mbele ya ile kona ambako ukisimama mlangoni uone kule mbele yake kulikuwa kuna kibuyu ambacho kilikuwa kinatema damu, alafu kimezungushiwa unga. Pale chini alivyoangalia chini kabisa kulikuwa kuna damu mpaka hadi zimekaukia, inaonekana huwa anasafisha. Mwamba anasema kwamba alivyoona hicho kitendo alishtuka na kusema hakubeba kitu chochote. Akaona kwamba hiki chumba nimeingia cha kike, mambo hapa nimeyavanga. Ikabidi Mwamba anasema kwamba yeye alichoamua kukifanya, ikabidi ataanze kukimbia. Ile kugeuka nyuma kugeukia mlango ili akimbie, anasema kwamba alikuta bonge la dude limesimama pale pale mlangoni, limesimama usawa wake. Yaani aliona nyoka. Mwamba anasema kwamba kutoka haiwezekani. Amesimama katikati ya mlango, alafu amelala pale chini, bado amelala ni mrefu vya kutosha. Mwamba anasema kwamba siku ile akajua ameisha. Labda itakuwa ni madawa yake. Anasema stimu zote zilikata, akili ilimkaa sawa hapo hapo, yeye na begi lake mgongoni. Vitu vyote ambavyo alikuwa amevibeba alivitua, aliviweka chini. Anafanyaje? Anasema kafikiria tu kwamba apige kelele. Huko akajiuliza, nikipiga kelele watu watakuja, watanigundua kwamba mimi ni mwizi. Mwisho wa siku mambo hapa yatageuka, nitakuwa mboga yao. Hapa nifanyaje? Nipambane naye? Anasema nguvu zote zilirudi. Nipambana naye, huo ujasiri haupo. Yule nyoka anamwangalia kwa hasira, analia kwa hasira. Yule nyoka kwenye upande kama kifua, sijui nyoka ana vifua. Yeye amesema shingoni alikuwa amevaa pete. Na ile pete ilikuwa imembana. Alafu ni kama mtu aliyevaa pete, alafu yeye amenenepa ile pete hadi imemuumiza, kile kidonda kinatoa majimaji. Ndivyo alivyokuwa yule nyoka. Ile pete ilikuwa imembana, ni kama anaumia, lakini anamwangalia yule jamaa na hasira naye. Mwamba anasema kwamba siku hiyo aliona tayari mambo ni meusi. Ameingia chumba ambacho hakikutakiwa kuingia, wala ameingia sehemu ambayo haikutakiwa kuingia. Katika sehemu alijutia tangu ameanza kufanya uwizi wake, ndio hiyo sehemu alijuta. Alipiga mahesabu mengi sana, apige kelele, anamhitaji rafiki yake. Anafanyaje? Mwamba anasema kwamba siku hiyo aliomba sala zote. Yule nyoka amesimama pale anajiandaa kumshambulia. Jamaa anasema kwamba namna ya kufanya, njia aliyoiona ya kumuokoa ni kupiga kelele. Ilibidi apige kelele. Alivyopiga kelele kwa mara ya kwanza ndo aliongeza hasira za yule nyoka. Yule nyoka alimpiga na mkia yule jamaa, anasema alienda, yani alipigwa na mkia utafikiri hajapigwa na nyoka wa namna ile. Ila alipigwa utafikiri amepigwa sijui na kitu gani, yani kama amebebwa ameenda kubamizwa ukutani. Jamaa anasema kaanguka kule, akili zikamtoka. Akili akachanganyikiwa. Akazidi kupiga tena kelele. Hakumuona rafiki yake, ila kaanza kusikia tu watu wanakusanyika huko nje. Anasema yeye anavyozidi kupiga kelele ndo alivyokuwa anazidi kuchezea kichapo cha mkia. Yule nyoka anajaribu kutaka kumsogelea na kwa mdomo, alikuwa ni kama sijui ndo namna fulani. Mwamba anasema alichezea kichapo siku ile. Watu wakabomoa geti. Kuingia kule wakaona milango yote imefunguliwa. Wenyeji wa zile nyumba wote wakaitwa, wakawa wamesharudi pale. Wanaangalia humo ndani, wanataka kuingia kuchungulia dirishani. Wakaona tukio zima jinsi lilivyo. Kumpigia simu yule dada. Yule dada anakimbia anakuja, wanamwambia kwamba kuna mtu ameingia nyumbani kwako. Yule dada anakuja kuona kwamba kuna mtu ameingia na tatizo limeshatokea, watu wameshagundua. Anasema kwamba akaogopa. Wananchi wakamuomba aenda akamtoe. Kila mtu kuingia mle ndani alikuwa anaogopa kwa sababu kwenye dirisha ulikuwa unaona. Na yule nyoka hana shida ya kuangalia dirishani wala sehemu nyingine. Muda wote amemwangalia jamaa, anamtolea tu ulimi. Mwamba anasema kwamba siku ile alijua ameisha. Kelele za watu nje ndio zilikuwa zinasaidia na kumchelewesha yeye yule nyoka sijui kumdhuru. Mwamba anasema alikaa ni kama kitendo cha risali moja ndo alikuja kutolewa kule chumbani. Walipiga simu polisi. Polisi walikuja pale. Ndio waliosaidiana na yule dada. Yule dada kuingia kule ndani na yeye akawa anaogopa. Wananchi wakawa wanamlazimisha kwamba hilo lidude ni la kwako, nenda wewe mwenyewe ukamtoe huyo mtu huko ndani. Anasema yule dada na yeye aliogopa. Wananchi wenye hasira kali wakataka hadi kumzuru yule dada ili aingie kule ndani, yeye mwenyewe ndo aende akatoe. Lakini polisi wakaja wakamuokoa. Polisi na wenyewe kuingia kwamba waingie kule, wakaona hawana namna na wao wakawa wanaogopa. Wakashauriana wampige risasi. Wanasema kwamba pale kumpiga risasi wakashauriana haiwezekani kwa sababu hatujui hiyo nyoka ikoje, na yule dada akawakataza wasipige risasi. Wakampigia polisi mmoja. Yule polisi ndo wakakaa na yule dada wakazungumza, kuna vitu fulani yule dada inaonekana akachukua, wakavimwaga yule nyoka, wakamkamata, wakamweka wanakojua. Yule mwamba yeye wakatoka naye wakaenda naye polisi. Anasema huko polisi kesi ya wizi ilisomwa kufuatana na mambo mengine, alifungwa kwa miezi 6. Baada hapo akawa ametoka. Historia ya huyo dada alivyorudi, alikuta yule dada alishahama, baa yake ilishafungwa, inaonekana alishahama, alienda Guyana, sikiaga tu yupo sehemu fulani na anaendelea na biashara zake. Na kuna siku ameona tu yule dada mambo si haba, bado anaendelea kupeta, yuko vizuri, anamsikiaga tu, anaendelea na biashara zake za baa na vyakula. Kwa hiyo Mwamba anasema kwamba hicho ndio kitu ambacho kilimtokea kwenye maisha yake. Sasa moja ya vitu ambavyo mimi nimevipata kwenye hiki kisa cha huyu jamani kwamba tunapoingia kwenye nyumba za kupanga tuwe tunaangalia. Kabla hujaingia kwenye chumba cha kupanga, kuna watu wao wanapanga vyumba, lakini sehemu ya vyumba vyao, chumba kingine huwa wanafanyia mambo yao na ibada zao. Kabla hujaingia kwenye vyumba, wewe chukulia tu hicho chumba nyoka, sijui na hayo madude,
maibada yalikuwa yanafanyika kwenye hicho chumba. Wewe unaenda tu unatia kitanda chako, mwisho wa siku unaanza kukaa kwenye hicho chumba. Wewe unafikiria mambo gani yatakayokutokea? Mwenye navyo amehama na vitu vyake. Je, ni vitu gani vilikuwa vinahudhuria kwenda kufanya mambo kule? Kwa hiyo tuwe makini kwenye hizi nyumba za kupanga. Unapoingia jipange kweli kweli.